Mkuu, nisaidie mkuu. Mambo yameharibika mkuu. Nisaidie. Sielewi mkuu. Matikisa. Ndio mkuu. Matikisa watu hobile. Wewe hobile mzimu. Hapana mkuu. Wewe hobile mzimu Matikisa. Nisaidie. Uliyola kula bantu. Matikisa. Ndio mkuu. Uliyola kula bantu. Twina kwehera. Uboganga Matikisa. Kena kama ngombe. Upande kine ngombe. Twina kwehera. Wala kama Matikisa. Tazama. Mkuu. Wabona. Nisaidie mkuu. Wabona. Nisaidie. Matikisa. Na kusaidia. Ndio. Kwa mara ya mwisho. Ukishindwa na kufuta kazi. Leo utaje ufumu. Sawa mkuu. Nakuelewa kanga. Ojo kasimbire. Akilinge shako. Urolenga henaha. Ukisikibuka. Oje. Ukasimbire mwenekere. Urosembira ungi. Ufumu hana bye bye. Muhangwa. Uranigwa? Tungi ntobo kanga. Nihage. Uroge kala kinyume. Wanchiraga. Wanchiraga. Matikisa. Ndio mkuu. Nakwine mwana wane. Kana kwampireje. Kwampireje mwana wane. Sawa mkuu. Dimaga. Nakwinaga. Uraibona hii? Kasimpira gahe nao. Mkuu. Ule mfupa nini mkuu? Je, mlikula nyama? Hangu wabona? Unakwiraga. Uyanazarau huyu. Baile sikoro nyama hana. Matikisa. Ndio mkuu. Wako yotula. Ulikwa. Tulihamire mo. Ngoja getu ja. Jaga Matikisa. Nenda. Sikioke nyuma. Nenda. Jaga. Fumaga Matikisa. Mama, Niambie mwanangu. mimi baba anakuwa anamuonea huruma. Nahisi kama ateseka sana. Anateseka na nini? Babako ateseki, ndio anatafuta. Ndio maana tunakula huko ndani, unaenda shule. Wala ateseki huko tu anatafuta babako. Unasikia? Sawa mama. Lakini tutaendelea kuishi hivi mpaka lini? Utaishi tu vizuri hata usijali. Ile wewe cha kufanya tu usome, ushike sana elimu. Tunaona tunavyoishi, unaona babako anavyohangaika, kwa unatakiwa usome. Unanielewa? Haya, nenda tukacheze. Sawa? Yaani huyu mtoto yule wa maswali ameyatoa wapi? Kajifikiriaje mpaka kuniuliza hivi? Pastor. Mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za siku nyingi? Salama kabisa. Unaendeleaje na biashara yako? Hivyo ndogo inaenda. Tumishi. Naam. Kuna siku ulikuwa na ubili. Sawa. Ni kweli? Kiukweli mimi nilivutiwa sana na maombi. Sawa sawa. Yaani mimi biashara yangu inaenda vibaya sasa hivi. Maana nilikuwa nimeenda kwa waganga wa kienyeji. Waganga na wenyewe watapeli tu, wananimalizia hela, familia yenyewe ndio ipo tena. Naitwa Pastor Nyota Njema. Hii ni kazi ambayo unamtumikia Mungu. Na hiyo ndiyo kazi ambayo unayoishi. Na sasa kwa sababu umeamua kuokoka na kumtumikia Mungu, jambo la kuokoka ni tofauti na mambo mengine uliyokuwa unafanya. Kuokoka ni kutoka katika hatari kwenda katika hali
ya usalama. Kwa hiyo unapoendelea kubaki huku uliko, bado unaendelea kukaa kwenye hatari. Ila kwa sababu jambo hili umelichukua wewe kutoka moyoni mwako, huku ukimsikiliza Mungu kutoka huko mbinguni, umekuja kusalimisha maisha yako, kuyaweka mahala salama. Hivyo Biblia inasema kwamba mtu mmoja akiokoka, huko mbinguni inafanyika sherehe. Makerubi, maserafi wanafanya sherehe kwa mtu mmoja aliokoka. Kwa hiyo kijana, jambo ulilolichukua ni jambo la hekima na busara. Leo hivi vijana wengi wanapotea katika nguvu za giza, wanaamini ushirikina, ambapo wangekuwa na mali nyingi na biashara nyingi, lakini wanajikuta biashara inashindwa kuendelea kwa sababu hela zao na pesa zao wanazimalizia kwa waganga wa kienyeji. Sasa mtumishi, kanisa lako liko wapi? Kanisa langu, ukiwa unaelekea Geita, fuate hiyo barabara kuu, angalia mkono wa kushoto, karibu na kiwanda cha matofali ya bloko, hapo napatikana. Mimi nitafika. Sawa, asante, ubarikiwe. Lakini naomba nikuombee. Piga magoti nikuombee. Baba, wewe ni Mungu unayesikia, na siku hii ya leo imependeza machoni pako. Mjoli mmoja na mtumishi mmoja akiamua kuokoka, huko mbinguni inafanyika sherehe. Acha ifanyike sherehe huko mbinguni kwa sababu ya mtu mmoja. Na mweke mikononi mwako kuanzia leo, umsafishe na kumtakasa dhambi zake zote na ubaya wake wote Bwana, ukafunika kwa damu yako Bwana Yesu Kristo, hata akaweze kusimama imara, maisha yake yote yakawe na hofu ya kutumikia wewe. Nami nimweka mikononi mwako kuanzia sasa na hata milele, maisha yake yote Bwana na kabisa mikononi mwako, pamoja na biashara yake anayoifanya Bwana, ukailinde, ukamzidishie kupata na kuwa na wateja wengi. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu naomba na kuamini. Karibu sana katika kanisa hili, unapatikana hapo nilipokuelekeza, lakini ratiba utapokea ukifika kanisani. Pikipiki mke wangu iliharibika, na ilipoharibika nikaona nipeleke kwa mafundi. Si unajua tuna wewe mafundi wale, ukipeleka kitu huwezi kukiacha, na ukikiacha tu huwezi kukikuta. Sawa, na mimi nimekubali kwamba nimekosea. Siku mbili sio chache, sawa? Kwa hiyo basi naomba unielewe radhi. Lakini mke wangu, licha yao yote, sijaja na mikono mitupu. Nimekuja na zawadi kwa ajili yako special. Zawadi gani? Sio na haraka. Fuata kwanza sahani, tuje tuweke, tule hapa wote.
chakula niko pale mfukoni. Mke wangu. Unaanza kukejeli kazi yangu. Unamaanisha nilichokitafuta mmeo au furahi? Sirudi. Basi. Ndio. Hapo chini tena. Wale watu ambao nilikuwa nikikwambia ndo hawa hapa. Karibu sana. Na leo kuna namna ya kufanya. Kwa sababu ni mara nyingi nilikuwa nikiwaambia kwamba mtoke hapa. Na nilikwambia kuwa nitakuja kukuonyesha. Sasa leo ndo nimekuja kukuonyesha. Kama ulikuwa serious boss. Hivyo rafiki nilikuwa nafanya masiara. Sikiliza wewe. Ndio boss. Kilichokuleta hapo unatakiwa kufanya kama inavyotakiwa. Fanya kazi yako. Sawa, shida. Leo nawatoa hapa. Siwezi kukubalia. Niliwaambia na niliwaambia. Wewe. Mambo toya. Amri ni moja tu ya mheshimiwa. Toya. Basta wewe. Frontier hasira sana. Amri ni moja tu, hayazungumziki. Toka. Toa. Piga kichwa. Toa. Toa, toa. Wananichafua mimi. Mama. Safi. Hivyo ndio inavyotakiwa. Wewe mwanamke, sikiliza. Naomba usiniguse. Kijana, vipi? Mtoe huyo. Toka. Toka. Hapana jamani, mbona ni mume wangu? Jeuri wewe. Naomba kuzungumza jamani. Piga kichwa. Na utoke hapo. Toka. Mara moja. Tara vipi? Umenizungusha kote huko, sehemu yenyewe uliyokuwa unakuja ndo hapa. Ndio hapa lakini naisi kama vile tumepotea. Yaani sielewi. Uelewije wewe, mbona unachanganya? Hapana, wewe si naisi kama tumepotea hivi. Uelewi kivipi? Utaendaje sehemu ambayo uelewi? Lakini mimi nilipewa location kwamba ni hapa. Dada usinichanganye. Usinichanganye. Sio kwamba nakuchanganya, lakini mimi nilipewa location ndo hapa. Dada nipe changu mimi niondoke. Tulia. Sio nitulie sana. Kuokoka ni kutoka katika hatari kwenda katika hali ya usalama. Kwa hiyo unapoendelea kubaki huko bado unaendelea kukaa hatari. Ila kwa sababu jambo hili umelichukua wewe kutoka moyoni mwako, huku ukimsikiliza Mungu kutoka huko mbinguni, umekuja kusalimisha maisha yako kuyaweka mahala salama. Hivyo Biblia inasema kwamba mtu mmoja akiokoka huko mbinguni inafanyika sherehe, makerubi, maserafi wanafanya sherehe kwa pamoja aliokoka. Kwa hiyo kijana, jambo hilo lichukua ni jambo la hekima na busara. Leo hivi vijana wengi wanapotea.
Naomba mfikishe pikipiki ya mume wangu kabla sijakasirika. Nataka kumwambia nini? Basi poa mama. Naomba mchipu nyala. Poa. Poa, tangamka basi. Poa. Kwa mwanangu hivyo tunaandikiana vipi? Vipi mimi sielewi mwanangu. Wangu dili sharibika na. Sharibika ndio kaeza kufika bure. Basi kwa kumbe yule jamaa ni mmoja kumbe. Dada leo kwa tunaenda wapi? Kama kanisani. Dada leo tunaenda kanisani. Tunaenda kanisani. Hivi kumbe ulikuwa serious? Umeokoka. Umeokoka, nimeamua kuokoka. Makubwa. Fanyaje maisha magumu haya yani? Ndio nimrudie mama. Tatizo linachana vibaya huko. Sina roho ndio niangalie. Mtaniombee jamani. Mimi leo ninatoka. Kuna fungua nitaweka ninapokaa. Kuna sehemu ninaenda mara moja. Wapi? Sijana siku tulizungumza bana, nenda kwa rafiki yangu ana mtoto mgonjwa sana. Sindanganya mpango. Siwezi kukudanganya, mimi nitatoka. Mwanangu nitatoka sawa? Nendeni mkasali mniombee. Tatizo. Hatunaenda. Cha kwanza nafurahi sana kutoka kwenye hali hii. Naelewa na kingine mimi ningependa tusahau yale yote yaliyotokea huko nyuma. Sababu mimi ni binadamu hajakamilika. Na by the way, nakuletea matokeo. Nasitaki kuhesabiwa mimi na nibidi mimi. Kazini Sasa shida. Na kingine kilichonileta hapa ni kitu kimoja. Mimi ndio napenda sana. Ndio sana nakuomba. Kwanza bado ninaumwa. Na majira uliniumiza kabisa hapo mkono unauma unajisikia bado sijakasa. Kwa mimi ningeomba hapa kama inawezekana kwa muda huu naomba tuondoke kila kitu sio tumaliza kule. Sasa mimi nitakubali kwa sababu ila nachokomba sije kwa na hautaona hata siku moja mkono wangu huu nasubutu tena kugusa mwili wako. Kwa sababu natambua mwanamke ana thamani kubwa ndani ya ndoa. yani hapo mpaka nishindwa tu nifanyeje. Mume wangu nampenda na sitaki kuhesabiwa miji na nibidi niwe hivi. Kazini amefukuzwa, mtaji nao umeisha, ndani hamna kila kitu. Naendelea kukaa hapa nitafuta. Namwachia mtoto na napenda ila jamani maisha yameisha. Haleluya. Amen. Leo ni siku njema ya kumkabidhi Bwana mzigo wako ulionao. Amina. Tutajifunza neno la Mungu kutoka kitabu cha Mathayo. Sura ya 11 na mstari wa 18. 28 Biblia inasema,
Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Amen. Hili ni neno sio la mtumishi. Hili ni neno linatoka kwa Bwana ambalo kwako lifanyike msaada. Kuna watu leo hii wana mizigo. Mzigo wako sijui ni wa namna gani. Mzigo wako sijui uko upande gani. Uko kichwani, uko mgongoni, uko kiunoni, sijaelewa. Wewe mwenyewe pekee ndio unaelewa mzigo wako ni nini. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie katika siku ya leo Bwana anaposema kwamba apumzishe mzigo wako, maana yake uko mzigo ambao kwako ni mzito. Yawezekana mzigo wako ni dhambi ambazo umezikumbatia. Yawezekana mzigo wako ni ugonjwa ambao ulionao. Ningeweza kusema mzigo wako ulionao ni umasikini ambao umeukumbatia. Lakini siku ya leo Bwana anasema akupumzishe. Haleluya. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Nabarikiwa sana na watu ambao wanaomwamini Bwana na kulicha jina lake. Lakini siku ya leo nataka nikwambie, kuna mtu mmoja ambaye alisaidiwa akapewa lifti na tajiri mmoja. Wakati huo tajiri alikuwa na gari zuri, lakini yule mama pamoja na kuwa na mzigo wake kichwani akasaidiwa. Cha ajabu, ndala alizokuwa amevaa akafua akashikilia mikononi, akaingia kwenye gari. Wale wa shamba ambao wanasema kwamba kwenye gari kuna viti, kwenye gari hakuna viti, mbali kuna siti. Haleluya. Amen. Mama yule akakaa kwenye siti, lakini pamoja na kukaa kwenye siti, mama yule akaendelea kujitwisha mzigo wake huku ameshikilia ndala mikononi. Je, alisaidiwa? Kusaidiwa? Alisaidiwa. Hakusaidiwa, maana mzigo uliendelea kubaki kichwani na ndala mikononi. Nataka nikwambie siku ya leo, wako watu wana mizigo, lakini ushamba nao ni mzigo. Mtu mmoja akaenda kwa tajiri mmoja, akakuta choo kizuri kwa sababu alikuwa amebanwa haja kubwa. Choo ile ilikuwa na vigae, imedekiwa na kusafishwa vizuri. Lakini yeye sasa akaona humu ni pasafi kuliko yeye. Akabeba ndala zake mikononi, akaingia kujisaidia. Muda wote wa kujisaidia amebebela ndala zake. Sijajua alijisaidiaje, unajua. Nikuachie hilo swali. Ili kuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wako watu wameng'ang'ana na mizigo, hawataki kupumzishwa. Kama yule mama aliyepewa lifti katika gari lile, hakutaka kupumzishwa. Lakini siku ya leo Bwana anasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Amen. Makofi kwa Bwana, maana ni neema ya Bwana. Wako watu wanasikiliza neno la Mungu vizuri, lakini matendo yao bado yako kwenye mizigo. Wako watu wanasikiliza neno la Mungu vizuri, lakini hawataki kushushiwa ile mizigo. Wako watu ambao wameng'ang'ana na mizigo. Yawezekana mzigo wako ni ulevi, yawezekana mzigo wako ni ukabaji, yawezekana mzigo wako ni uongo, lakini Bwana leo anakuita, sogea kwake kwa sauti ya huruma. Anataka kukuponya. Haleluya. Amen. Je, ni nafasi ya upendeleo? Ni nafasi ya neema? Biblia inasema kwamba linalowezekana leo lisingoje kesho. Karibu kwa watu ambao wako tayari kumrudia Bwana, kwa watu ambao wako tayari kumkabidhi Bwana maisha yao, kwa watu ambao wako tayari kuokoka katika siku ya leo. Leo ni siku ya kumkabidhi Bwana mzigo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa walioko mbele ya kanisa, madhabahu hii, ni hawa ambao wamemkabidhi Yesu maisha yao, wameamua kuokoka, na sasa wamekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Haleluya. Amen. Funika macho. Utasema jinsi ninavyosema mimi.
Sema asante Yesu. Asante Yesu. Umeniona leo. Umeniona leo. Siku hii ya leo. Siku ya leo. Na kukabidhi mizigo nilionayo. Na ukabidhi mizigo nilionayo. Na kukabidhi mizigo nilionayo. Na ukabidhi mizigo nilionayo. Wewe Bwana unaichua hii mizigo nilionayo. Wewe Bwana unaichua mizigo nilionayo. Yaweza kuwa mimi ni mongo. Yaweza kuwa mimi ni mongo. Yaweza kuwa mimi ni mlevi. Yaweza kuwa mimi ni mlevi. Yaweza kuwa mimi mali yangu iko kwa waganga. Yaweza kuwa mimi mali yangu iko kwa waganga. Yaweza kuwa mimi ni mkabaji. Yaweza kuwa mimi ni mkabaji. Lakini siku ya leo Bwana nimeamua kurudi kwako. Lakini siku ya leo Bwana nimeamua kurudi kwako. Futa dhambi zangu kwenye kitabu cha hukumu. Futa dhambi zangu kwenye kitabu cha hukumu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekuwa kiumbe kipya. Kuanzia leo nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yameondoka. Ya kale yameondoka. Mbele zako nimekuwa mpya. Mbele zako nimekuwa mpya. Katika jina la Baba. Katika jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Ani? Wewe tena hapa. Ustaarabu gani huu mnagonga milango ya watu kwa fujo hivyo? Wewe kama unaipenda kazi yako, naomba nitie bosi wako. Unajua unachekesha. Bosi wangu mimi ni mtu mkubwa sana. Unamtakaje kizembe kizembe hivyo? Sina maneno mengi. Nataka bosi wako aonekane. Kama kama upo serious. Lakini wewe shida ni bosi wako tu, unayemhitaji. Kuna utaratibu. Unaingiaje? Mimi upepo unanipita au? Unaipenda kazi yako dogo? Unaipenda kazi yako? Sawa bosi. Nitakuruhusu wewe. Lakini hawa vinyamkela hawa Karibu. Hakuna cha karibu hapa, nahitaji mume wako. Afu kaka, mbona unaingia kwenye nyumba za watu bila adabu? Unafika tu nyumbani kwa mtu unaanza kugomba. Shida nini? Naomba niitie mume wako. Wewe huwezi kuyamaliza haya mambo. Karibu. Asante. Halafu mtu wangu. Kwa nini unamkaribisha mtu ndani? Wewe ni mkurugenzi wa kampuni. Ulipaswa kumkaribisha ndani na sio kumwacha hapa. Bwana karibu sana. Karibu sana. Karibu ndani. Naomba usome barua. Mambo mengi yametokea. Kampuni imekusimamisha ndani ya masaa 24. Uwe umetoka. Namushika. Mkurugenzi. Barua tena, barua ya nini? I say, mambo mengi yapo. Nikisema ukijua. Sawa. Nini kananiletea? Kweli? Kumbuka tumefanya kazi. Tumefanya kazi mpaka kufikia level ya kuwa juu yako. Sina mazungumzo mengi. Umetia hasara kampuni 90%. Umebaki 10 tu kufika 100%. Kuanzia leo kampuni haikutambui tena. Bwana Ken, samahani, naomba upishe. Mimi naelewa kuwa umetia hasara. Lakini sikupaswa kufanyiwa hivyo. Mke wangu, naomba usome hizi.
Mkurugenzi, tafadhali nakuomba, kumbuka tukilifanya yote kazi ndugu yangu. Jaribu kupitia hili swala vizuri. Hii sio sawa. Hii sio sawa kabisa. Bwana, naomba. Hii sio sawa. Leo mmiliki halali ni huyu hapa. Nini hiki kinaendelea mbona sielewi? Wewe. Mara ya mwisho tulikutana wapi? Na nilikwambiaje? Hivi. Leo tena mama kunifuata nyumbani. Maisha yanabadilika. Kweli. Hata kama maisha yanabadilika, lakini sio kwako. Mkurugenzi. Mlinzi. Fanya kazi yako, muondoe huyo. Mkurugenzi, mimi naomba. Huyu ndio awe mlinzi wetu huyo. Tulinda huyo. Mama toleo mtu. Toa nje. Mkurugenzi. Usio hivyo, wewe ni mlinzi wangu mimi. Wewe ni mlinzi wangu, upaswa kunitoa. Wewe ni mlinzi wangu, naomba niache. Upaswa kunitoa. Sitaki maneno. Sikiliza. Mke wangu. Zungumza naye. Zungumza naye. Lakini haya maswala ni ya kuzungumza. Msinitoe kama hivi. Haya maswala ni ya kuzungumza. Mbona mke wangu mnamwacha ndani? Usio ustaarabu. Sikiliza. Uwezo kanitoa kama sijatoa vitu vyangu ndani. Unataka kunifanyia hivyo? Naomba unisikilize. Nini unanifanyia? Sikiliza bosi. Hii kazi yangu naipenda. Kibarua kitoata nyasi. Mimi nitakula wapi? Twende. Mimi nitaka. Kama wewe maana leo tenda. Wewe niache. Mfuata mume wako mama. Wewe kama wewe. Kumbuka mshahara tulivyokuwa tunakulipa wewe. Mangapi tumekufanyia sisi mazuri? Na bosi mke mama. Hata kama uweze kuja kutufanyia hivi sisi. Hebu niache, usinishike. Usinishike. Wewe kama nje. Nje. Mambo muache mtoto wangu. Wewe. Ni hapa siku hii. Waache. Ni hapa siku hii. Wajiandae watoto. Sawa? Kuanzia leo wewe utakuwa mlinzi hapa. Ila mmiliki halali wa hii nyumba ndio kijana aliyeingia huko ndani. Bosi, naipenda kazi yangu. Haya. Ila kijana. Wewe. Kaoke. Wewe. Kesho kwenu. Weka Mariamu.